balighi, asiwe mtoto mdogo. La 4 hurriya, awe huru asiwe mtumwa. Na la 5 istataa, kwa maana kuiweza kuitekeleza ile ibada ya haji. Kwa hiyo haya ndio masharti ya mtu ambaye anahitaji au anataka kwenda haji. Kwa hiyo shurutul haji tukasema, la kwanza awe Muislamu, la pili al-aqlu, la 3 bulugh, la 4 hurriya, la 5 istitaa, awe na uwezo wa kuitekeleza ibada ya haji. Sasa rukunul haji, nguzo hija. Kuna madhhabu wengine wanasema nguzo hija ni 4, wengine wanasema 5, wengine wanasema 6. Tahfidhi tumesimama kwenye 6, lakini wengine wanasema 5. Kwa hiyo sitaki niwaingilie hao wengine kwamba mbona tuna kila mmoja kamata unapoona kwamba hii jumuiya yangu, hawa ni mashehe zangu, kamata hapo, hakuna shida. Kwa hiyo la kwanza kuhirimia, kwa maana kutiania ile kusema labbaik allahumma bil umra. Tuseme kwa pamoja inshallah, labbaik allahumma bil umra, labbaik allahumma bil umra. Ukishatiania hiyo, sasa wewe ushaingia kwenye masharti kwamba wewe sasa ni hujaji. Kwa hiyo ukishatiania hapo, sasa kuna masharti yatakuja baadaye mbele hapo, usije ukayafanya masharti ya 13 hayo usiyafanye, kwa vile ushazungumza neno hili. Kwa hiyo ni nguzo kuhirimia. La pili kusimama Arafa, al-uquf bil arafat, kusimama Arafa. Kwa hiyo kusimama Arafa ni nguzo. Nyingine kufanya tawafu, hii tawafu al-ifadha, hii inafanyika mwezi 10 na kuendelea. Kwa hiyo tawafu al-ifadha ni nguzo miongoni mwa nguzo katika nguzo hija. Lakini kufanya sa'yu baina Safa wal Marwa, hii nayo ni nguzo. Sasa sisi kama tahfidhi tukaongeza tukasema kunyoa au kupunguza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi al-Bukhari ibn Abbas alisema hivi, rahimallahu muhalliqin, Mwenyezi Mungu awarehemu wale walionyoa. Sahaba mmoja alikuwa anapenda nywele zake, akasema ya Rasulullah, wal muqassirina, na waliopunguza. Mtume akarejea mara ya pili, rahimallahu muhalliqin, Mwenyezi Mungu awarehemu wale walionyoa. Ya Rasulullah, na waliopunguza. Mara ya tatu akasema rahimallahu muhalliqin, Mwenyezi Mungu awarehemu walionyoa. Mara ya 4 ndo akasema wal muqassirin, na waliopunguza. Kwa ina maana hapa ikashadidiwa kiasi hichi. Kwa hiyo sisi tukatia katika nguzo. Lakini la 6 tukaenda katika msimamo wa Imam Shafi kwamba kwa mpangilio bitartib, kwa maana kwamba hivi yalipangwa yende hivi, uhirimie Arafa, tawafu al-ifadha, sa'yu na kunyoa, kwa maana ule mpangilio pia imeingizwa katika nguzo. Wengine wamekamata nguzo 4 tu. Haya, wajibatul hajj, mambo ya wajibu kwa hujaji. La kwanza kulala Mina mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13 ni wajibu. Nafahamika ndugu zangu, najua ishazungumzwa haya, ni maarufu, lakini sisi tunakumbushana, tutafanya refreshment, tuna refresh kidogo hapa. Lakini la pili kuchinja mwezi 10, kule kuchinja basi inako ni wajibu. Ingine kupitisha usiku Muzdalifa, kupitisha usiku Muzdalifa. Kwa hiyo unaweza kufika pale saa 9 za usiku, saa 10 za usiku, 8 za usiku, 7 za usiku, hakuna shida. Kwa hiyo ni kupitisha usiku katika uwanja wa Muzdalifa. Ingine tawafu al-widaa, mwisho wa hija kuna tawafu ya kuaga, ile nayo ni wajibu. Ingine kurembea jamarat, kupiga mawe siku ya mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12, kama mnakaa pale mwezi 13 mpaka mwezi 13, baadaye mnaondoka. Kupiga mawe ni wajibu. Ingine kukaa Arafa mpaka jua kuzama. Kwa hiyo kukaa pale muda ule ni wajibu. Ingine ndio wakaingiza hapa kama kunyoa au kupunguza, pia ni katika wajibu, lakini siku tumeingiza katika nguzo. Nadhani inaeleweka. Ya 8 kuhirimia miqat. Kuna kuhirimia
lakini unahirimia wapi? Unahirimia miqat. Kwa ile kuhirimia miqat ni wajibu. Ingine hiyo katika mambo ya wajibu ni mambo manane hayo. Kama mengine Sheikh kama ndaliacha moja mbili utaweza kujaza, hakuna matatizo. Hala kuna kitu kinaitwa mahdhuratil ihram, mambo yaliyoharamishwa kufanywa na mtu ambaye kahirimia. Haya mambo yako mengi kidogo, tusikize kwa makini. La kwanza, kukata kucha baada ya kuhirimia. Ukisema labbaik allahumma bil umra, usije ukazikata kucha zako hali yote. Sawa upo? Haya, ingine kung'oa unywele katika mwili wako, nywele, masharubu, sharafa, ndevu, malaika, si nini, usije ukaonyoa nywele wa aina yote katika mwili wako. Ingine kuwinda. Kuna njiwa wengi sana kule, njiwa wanakuja mpaka mkononi hivi, unaweza ukamkamata hivi ukambeba bila ukamwacha pale. Huyu sio kamwinda huyu, achana naye huyu, atakuharibia kwa vile ushahirimia. Ingine kuoa au kuolewa. Kama ushahirimia usije ukaoa wala usije ukaolewa. Ingine kukata mti, usije ukakata mti hata kwa bahati mbaya. Unapita mle barabarani kuna bustani alafu ukakata, usije ukakata mti hata kwa bahati mbaya, kwa vile ushahirimia. Ingine kuvaa nguo iliyoshonwa kwa mwanamume, chupi, bukta, seruni. Ni marufuku mtu baada kuhirimia kuvaa hizo nguo kwa yule kwa mwanamume. Ingine kuvaa kofia, mwanamume haitaki kuvaa kofia. Hizi kofia watu wote ambao wana vipara mtawaona Maka. Hapa humjui, unaona huyu mwenzangu yuko tuko vizuri na hivi, kumbe ana upara. Utaenda kuona Maka. Sawa jamani Ingine kuvaa nikabu kwa mwanamke ila kwa dharura ya kisheria. Mwanamke haitakiwi kuvaa nikabu shahirimia isipokuwa kwa dharura ya kisheria. Kama pana kula wanaume hivi na yeye mwanamke peke yake anapita hivi, basi imeruhusiwa kushusha kidogo kwa ile stara, alafu baadaye isiwe fitna kwa wale wala, isipokuwa kwa dharura ya kisheria. Ingine kupaka manukato juu ya ihram. Ukishahirimia haitakiwi kuchukua manukato alafu ukayapaka juu ile ihram. Haitakiwi kupaka manukato juu ya ihram. Ingine la 9, kuvaa viatu vilivyofunika kisigino cha mguu. Viatu haitakiwi visigino vya mguu hivi viweko wazi, visifinikwe visigino hivi wazi. Ingine kuvaa gloves kwa wanawake. Haitakiwi mwanamke kuvaa gloves, asivae nikabu na pia asivae gloves. Lakini nyingine la 12, kuposa au kupokea posa. Usije ukamposa au kupokewa posa huko katika ihram. La 13 ambalo hilo kubwa zaidi ambalo limeingia katika haribu hija nzima ni kumwingilia mwanamke wakati wa katika ihram. Kumwingilia mwanamke mkeo, na ndio maana tunasema jamani, wa mtu na mkeo wasilali chumba kimoja, inakuwa shida, shetani huwa hakai mbali. Mara mambo yashaharibika tena mnaanza kuangalia macho. Wapi? Nabidi mmalize yote, amali zote mzimalize, lakini mrejeo Unguja mtafutie gharama nyingine 30 milioni nyingine mwendeze Maka tena mwakani. Haya tunaingia kwenye sunan maki mambo ya sunna. Haya tusiwe kwa makini. Tukijaliwa haya mtayachapisha, tukija semina ijayo mtakuja kupata. Sema inshallah. Sawa jamani Kwa hiyo unataka kuandika usiandike, hakuna shida. Tutachapisha hivi ala utatoa kama sadaka. La kwanza kukoga kabla kuvaa ihram. Inapendeza mtu kama kuja kuvaa ihram basi kukoga. Haipendezi unakuja airport pale uko hapa wapi kule Dhul Khulaifa, unapanda kwenye basi unanuka kijasho. Unanuka kikwapa. Haikai vizuri. Koga. Kwa hiyo kule kukoga ni sunna. Lakini la pili kuomba dua na jamaa zako nyumbani kwako. Wale jamaa zako jamani mimi nasafiri, kwa hiyo kusanyikie pale wanakuwa ile kuombea dua pale ni sunna. La tatu kuaga jamaa na marafiki na majirani zako na kazini kwako. Ndio maana naambia wale ambao wanafanya kazi serikalini haraka sana wafanye arrangement yuko ndani, wakija huku tayari wanapata ruksa. Unafanya kazi kwa bosi wako, muage bosi wako wa hakika. Kwa hiyo kuaga
majirani zako, si vizuri watu waujisikia fulani kenda Maka, haipendezi. Nenda kawaage, lakini imechukua tahadhari. Kila sema ibaki angalau siku 2 hivi, 1.5 mwage, usio unaaga tena mwezi mzima. Wengine ni safari wanaweza kawatilia mguu katikati, hapo ikawa shida. Walikulli ni'matin maqsud, kila neema inahusudiwa, kila neema. Na kwenda Maka ni neema, mtu ataumia, akwenda Maka huyu kwenda Maka msafu huyu atakutilia vikwazo hapo mpaka mwisho. Lakini madhali mimi yakini yangu iko hivi, madhali aliyekuita ni Allah, wallahi utakwenda Maka. Tufahamiane Kwa hiyo ni vizuri kuaga majirani zako, kazini kwako, familia yako. Lakini nyingine, kuvaa ihram. Ile ihram kuvaa ni sunna, kuvaa ihram ni sunna. La 5, kusali rakaa 2 kabla safari yako. Kabla safari mtu asali rakaa 2. Safari ni kubwa hii, safari ndefu, safari ni siku mingi. Kwa hiyo ni vizuri usali rakaa 2 kabla ya safari. Lakini la 7, kujitia manukato kabla ya ihram. Kabla hujajitia ihram, basi ni sunna kujitia manukato. Sheikh wangu, kama nitakosea utanika sawa. Na mwalimu wangu. Lakini nyingine, kuingia msikitini Madina na Maka kwa mguu wa kulia. Tuwe heshima. Hata msikiti ukiingia msikitini, basi ingia kwa mguu wa kulia. Allahumma iftah li abwaba, si soko atili. Hili si soko wa dukani. Hii ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima uingie kwa heshima na adabu. Allahumma iftah li abwaba rahmatika, Mwenyezi Mungu nakuomba unifungulie milango ya rehema zako. Ndio naingia msikitini, mashaallah. Kwa hiyo msikiti wa Maka, Madina ndio zaidi. Hasa ule msikiti, sio hasa yote, lakini kule kumezidi. Unaingia msikiti wa Maka kwa mguu wa kushoto, unaingia msikiti wa Madina ndani kalazo mtume wake Muhammad kwa mguu wa kushoto, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo ni vizuri mtu kuingia kwa mguu wa kulia. Haya ni sunna. Lakini pia ya 9, kuomba dua ya safari. Tutaomba kwa pamoja, subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tunasoma kwa pamoja, hakuna shida. Lakini nyingine, kumchinja kondoo au mbuzi mwenyewe kwa mkono wako. Kule Maka kama uko na nafasi, unaweza kupata fursa hiyo. Anaweza kuchukua Dr. Slim kwa zetu, ukaenda kumchinja mwenyewe ile mbuzi na kondoo kule. Ile kumchinja mwenyewe kwa mkono wako ni sunna, hailazimiki. Kikundi sisi tunachinjiwa na viongozi wetu, tushalipa mle, mna pesa mle, dola 195 kwa ajili ya kondoo. Mepanda bei kwa kweli, karibu $500. Wakati wa kondoo laki ngapi? Si laki 1.5, laki 2. Kondoo Maka laki 2.5, laki 5. Subhanallah. Kwa hiyo ile kumchinja mwenyewe ni sunna. Lakini nyingine, kuwasaidia wenzako katika kunyoa au kukata nywele. Wakati mshafanya umra pale hotelini kwetu, tutakuwa tunakata na nywele wenyewe. Mimi na mashine yangu, sasa wewe njoo na mashine yako, na mwingine aje na mashine yake, yule aje na kiwembe chake, naruhusiwa. Lakini kiwembe au mashine usije ukatia katika rasket hivi, unavitia kwenye begi la cargo. Tunafahamiana, ukitia kiwembe kwenye rasket, ukifika pale airport, ile scan inakataa kiwembe. Mmoja alituweka pale karibuni saa 1 nzima, ina kile kipele. Sheikh umetia nini huko ndani? Katoa nguo zote akavuta hivi, kumbe kiwembe kimeka pembeni kule. Shida. Na hawakuache upande hata siku moja uendege kikilia kile kisikifiri kiwembe. Kwa hiyo usijetie ile kiwembe, tia kwenye cargo. Haya, nachunga muda nimpishe Sheikh wetu. Lakini nyingine, kulala Mina mwezi 8 ni sunna. Kulala Mina ile mwezi 8 pale, ile ni sunna. Hapana ulazima lazima ulale. Wenyeji pale Maka hawalali Mina, na magari yao yalla mpaka Arafa. Kwa hiyo ile kulala pale Mina ni sunna. Lakini pia kwenda matiti mwanzo wa tawafu, mizunguko ile mitatu ya mwanzo, ile kwenda pale wakati tunafika kwenye tawafu ile, tukifika ile start point yetu tunaanza bismillah, Allahu akbar. Hebu tufanye kidogo bismillah, nyosheni mkono bismillah, pinda kidogo kulia kushoto bismillah, ambona wavivu hivyo, hebu nyosheni kidogo bismillah, Allahu akbar. Sasa ile kuanza pale
Mhm. Iko wapi tena? Mm. Sasa mkishaanza pale, kama patakuwa pana nafasi, mna uwezo wa kwenda wanaume, lakini mtakwenda matiti zile mizunguko ya kwanza. Kwa hiyo ile mizunguko ya kwanza ile kuzunguka mara tatu, ile ni sunna. Halafu rubega, kuacha bega wazi pia ni sunna. Unaweza ukaweka bega la mkono wa kulia inaikuwa wazi, kwa hiyo kijibi kinaonekana huko, inakuwa pia ni sunna. Lakini pia kunywa maji ya Zamzam, na kuna sihini sana ndugu zangu wa Marwa, watahfidhi, haji assistance, ukifika Maka kunywa maji ya Zamzam matupu ikiwezekana, na inawezekana. Tuna wagonjwa humu, hiyo tuna wagonjwa au mnasemaje? Kunywa maji ya Zamzam, maji ya Zamzam tele, maji kule nani msikitini tele, unakula ubwabwa wako mwenyewe na nani yako, lakini maji ya Zamzam yako pembeni hapo. Kwa hiyo kunywa maji ya Zamzam ni sunna. Zamzam lima shuriba la, maji ya Zamzam kwa ile nia ambayo utanuilia kwayo. Ukinuia kwa chakula itakuwa chakula, ukinuia hiyo shufaa itakuwa shufaa. Ukinuia kwamba ushibe maji, kwa maana kwamba utoe kiu itaondoka, wa hakika. Lakini pia kutembelea msikiti wa Madina ni sunna. Kwenda Madina kutembelea ule msikiti wa Madina ni sunna. Lakini nyingine kwenda Masjid Quba nao ni sunna. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, man tatahara fi baitihi, atakayejitoharisha nyumbani kwake, thumma ata Masjid Quba fasalla fihi kana ka'adl umra, atakaye koga akajitoharisha akatia udhu hotelini au nyumbani kwake, kisha akaja msikiti wa Quba uko kidogo nje ya mji kidogo pale Madina, halafu ukaswali ndani yake kwenye ile msikiti, basi kama uliofanya ibada ya umra. Lakini masharti udhu utilewe wapi? Utilewe wapi? Nyumbani. Mwenyezi Mungu atuwezeshe inshallah. Haya, ingine kuyatembelea makaburi ya Baqi. Makaburi hayo ndipo walipozikwa wakeze mtume, wote wamezikwa pale isipokuwa Bi Khadija. Lakini pia kuyatembelea makaburi ya Uhud. Kuna makaburi ya Uhud, kuyatembelea kule nako ni sunna. Na kuna dua tutafundishana inshallah namna kutoa salamu. Assalamu alaykum dara bin qawmi, assalamu alaykum wal mu'minin wal muslimat wa inna insha Allah bikum lahiqun, as'al Allah lana wa lakum al afia. Tutaelekezana huko inshallah katika ziara. Kwa hiyo pale pana masahaba wamezikwa mle ndani, akiwemo na yule Sayyid Shuhada Hamza bin Abi Talib, hao wote wamezikwa Uhud. Kwa hiyo kuyatembelea makaburi ya Uhud ni sunna. Lakini pia kutembelea kaburi la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapo ndugu zangu, hapo ndo kitovu cha ziara yetu, kwamba tunakwenda Madina, hasa lengo kuu hasa ni kwenda kulitembelea kaburi la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mlango mkubwa pale, babu salam, tutaingia pale mashallah, tutakwenda mbele tutakuta kibla, tutakwenda mbele kidogo la kushoto pana makaburi matatu. La kwanza la Mtume sallallahu alaihi wasallam, la pili Sayyidina Abubakar, la tatu Sayyidina Umar ibn Khattab. Kila baada ya hapo ndio assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abubakar, assalamu alayka ya Umar, kiongo cha chini. Ama wale wataalamu kina shekho nani wakubwa hawa, kina wao watasema maneno yafuatayo: assalamu alayka ya habib Allah, hal ballaghta ar-risala wa nasahta al-umma wa jahadta fi Allah haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Anamsalimia Bwana Mtume Muhammad. Halafu anakuja Sayyidina Abubakar, assalamu alayka ya khalifata rasulillah, kad ballaghta ar-risala wa nasahta al-umma wa jahadta fi Allah haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Unakuja Sayyidina Umar, assalamu alayka ya amir al-mu'minin, kad ballaghta ar-risala wa nasahta al-umma wa jahadta fi Allah haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Salam. Sasa pale kama utapata ruksa, unaweza kuelekea kibla ukawapa mgongo bwana wakubwa hawa, kuelekea kibla kuomba dua fupi kama utaruhusiwa. Sasa askari wa pale kidogo wanakuwa wakali, haji. Sababu jamani, kubadilika vipi tena?
kwa sababu watu ni wengi. Kwa hivyo nikaona haya niyafikishe kwenu jamani.